Masikini wangu ndo umefanya na dhalauliwa. Masikini wangu unafanya nifanye maamuzi baadaye nijijutia. Masikini wangu na kwa nini wende nacho ndo wanaongezewa. Masikini wangu basi badili. Una shida zimetanda, zimekuwa nyingi nashindwa pa kuelemea. Yani ni tabu wapi penye afadhali. Na ninakoma maana ndiyo baba, japo zinazidi nashindwa hata kuelewa. Yani ni adhabu inanichosha hii hali. Kila pakikucha fadhali ya jana, maana kila Kaka, niache nife. Nimechoka kuteseka katika hii dunia na kunyanyasika na kusimu. Afadhali nife. Kakangu, haya ni maneno gani ya kikumpafu unayozungumzia? Kumbuka, kusaliwa katika familia maskini sio laana wala ghadhabu, bali ni sehemu sahihi unayoweza kujionyesha ujasiri wako wa kupambana. Tena, maisha yetu duniani ni kama fumbo ambao sote tunang'ang'ana kila kukicha kulifumbua. Hivyo, sioni sababu inayokufanya wewe kukata tamaa. Tena, yote tunayopitia duniani ni mapito tu. Ipo siku yataisha. Tena kupata na kukosa ni jawabu ya jalala. Hivyo usikate tamaa tafadhali. Nashukuru kaka kwa hiyo mawaidha ulionipa. Kwa sasa nitayashikilia hiyo mawaidha yako na nijikaze kimwanaume nifanye nayo kazi. Nawaza mikosa malana, napata uchungu na kila siku ganitaga. Ona basi Mola nione, nibadili maisha nije kwa kama wao. Shikamoo baba. Marahaba mwanangu, karibu. Asante baba. Vipi nyumbani, wote wazima? Ya, wote wako wazima. Ila sasa hivi nikiwa ninapita zangu, niliweza kukutana na mwanao akiwa karibu ajitie kitanzi. Nini? Ndio, kitanzi baba. Na hata kwa maongezi yake yenyewe yanaonyesha wazi kuwa yupo tayari kujiondoa uhai wakati wote. Hivyo naomba tafadhali usungumze na yeye. Ila nikushukuru sana mwanangu. Nitachukua hatua ya mara moja kumzungumzia. Mwanangu, nyinyi ni wanarika na najua una ushawishi mkubwa hata kuliko mimi mzazi wake. Endelea kumuongelesha rafiki yako na nakuahidi akija nyumbani nitamzungumzia. Asante. Kila leo tabu sana, maisha magumu na tushazoea kulala na njaa. Na huku madeni yametuandama, nawaza mikosa malana, napata uchungu na kila siku ganitaga. Maisha ni kama chuo kikuu, unakumbana na changamoto tofauti. La msingi ni kuwa wewe kuwa na subira na matumaini. Maneno yako ni ya busara baba, ila imekuwa nyimbo la taifa masikioni mwangu. Kila siku unaniambia ipo siku, na hiyo siku imekataa kufika. Endelea kupambana mwanangu, na usisahau kupiga dua. Kumbuka hata na wana wa Israeli waliweza kuteseka kwa miaka 400. Iweje wewe unakata tamaa katika umri huu mdogo? Mwanangu, Niaje kaka? Kakako mimi. Poa. Wewe. Mwana wa mikosi ametoka wapi tena? Cheki mwili yake na venye ameparara. Ni kama kamerembwa na shetani. Kwa kweli mwanangu huyu venye namuona ni kama familia yao yote imeandamwa na mikosi. Si yeye tu pekee. Pia familia yao wote wameandamwa na mamikosi. Huyu jamaa mtoe mbele yangu ama ni mharibu uso. Huyu kakangu naona hata sisi mkata. Juu nikikata najiletea tu lawama. Hii ni mikosi kubwa bwana. Fanyaje huyu? Huyu sasa unaona makaka zangu. Yes. Kwa nawasikiza maneno yote mliomuongelea kuhusu. Na kwa kweli unamuongelea ipendezi. Hivyo mkumbuke kuwa kuparara kwa mamba ndio urembo wake. Na iwapo kama leo wewe umetangulia kufanikiwa mbele yake, hiyo sio sababu ya kuwafanya mwamunishe yeye. Kumbuka ule Mungu aliyekufanikisha wewe ndio pia kamuumba huyu. Hivyo sioni sababu inayowafanya nyinyi mdharau mwenzenu. Poa Ras. Atoka wapi wewe?
Umeingia tu na panganga zako kwa mtetea huyo. Uwen. Wewe mwenyewe uko na Madrid nini na aje baada ujoin group yako unakuja kumtetea mtu mwingine hata ajulikani venye ametoka. Yeye mwenyewe ameandamana na mkosi unakuja kuleta mastori zako za wantu hapa nini? Nyinyi naona mko na nini moja si ndio? Ama tu waonyeshe. Ama Hebu baba nione haya maisha nayoishi mwanao, kila siku nkonde, mi siwezi, nimechoka mie, shida masikini wangu. Kwa kweli maneno ulioambiwa nao makaka pesa yakakukatisha tamaa, ila kumbuka kuwa bado maji machafu yanatumika kunyunyizia mimea na hatimaye huo mimea yaweza yakazaa matunda mazuri. Hivyo pia wewe jaribu kutumia machafu ya wanadamu kama ngao ya kutimiza malengo yako. Kaka, nashukuru sana maana umekuwa mtu wa kufariji kila wakati. Shida masikini wangu ndo umefanya na dhalauliwa. Masikini wangu unafanya nifanye maamuzi baadaye nijijutia. Masikini wangu. Mwanangu. Ndiyo baba. Nina wazo. Wazo lipi baba? Ni heri tuelekee mjini tutafute riziki, maana hapa kijijini maisha yamekuwa magumu kweli. Hiyo ni wazo nzuri baba. Ni vyema tuondoke. Naona shida zimetanda, zimekuwa nyingi, nashindwa pa kuelemea. Yani ni tabu, wapi penye afadhali? Yani nakoma maana ndiyo baba, japo zinazidi nashindwa hata kuelewa. Yani ni adhabu inanichosha hii hali. Kila pakikucha fadhali ya jana. Shida matatizo hutufunza uvumilivu. Maisha yana likizo, kila siku ni maumivu. Shida matatizo hutufunza uvumilivu. Maisha yana likizo, kila siku. Karibuni sana, nafuraha sana kuwaona siku ya leo kufika mahali hapa. Hapa ni kwangu, nina nyumba, niko na gari, kila kitu ninayo, hela ninayo, lakini zaidi ya yote sina furaha katika maisha yangu. Moyoni mwangu naumia sana kwa sababu ya kupoteza familia yangu. Ndio maana mnaona niko katika hali hii, lakini kila kitu niko nayo. So naomba tu nyinyi kwa ajili ya ile matatizo ambayo niko nayo, na mimi nakaa kwa hii nyumba peke yangu. Sina familia kwa sasa kwa sababu wamesha kufa kwa sababu ya ajali ya moto. So mimi ningependa tu nyinyi mweze kukuja mahali hapa, mweze tukae pamoja ili mniweze kuondolea hayo matatizo na upoke ambayo katika moyo wangu. Pole sana kaka yangu. Ama kweli maisha ni mtihani. Mimi nilifikiria ya kwamba ni sisi tu tuna matatizo. Ila acha nikushukuru kwa kutukaribisha tuwe familia moja. Dunia, shule inayofunza mema na mabaya.